mwana ang anachung. Mimi nitasimama Butulo. kando ya mwamba. Upaki Yesu. Bwana asifiwe. Ang nachung. Nitasimama Butulo. kando ya mwamba. Upaki Yesu. Karibu na mwamba. Ang nachung. Nitasimama Butulo. karibu na mwamba. Ang igolo wanda. Alafu utagonga mwamba. Nyasomo Samuel ndiko. Nilisoma mahali hapa kwa andiko. Wacho ni Nyasaye no wacho. Mungu alisema, Nidhiyo enda tichiklo wanda. uamrishe mwamba Mondo golu pi. itoe maji. To komachielo ni to wacho ni Na ya. pengine hapa inasema Ang nachung. nitasimama Butulo wanda. karibu na mwamba. Luanda enenga. Mwamba ni nini? Luanda en Yesu. Mwamba ni Yesu. Upaki Yesu. Bwana asifiwe. Luanda en Yesu. Mwamba ni Yesu. Ang nachung. Nitasimama Butulo wanda. karibu na mwamba. To sechemani chwale. Wakati utagonga Ang no golu pi. itatoa maji. Ili yo. Unasikia? Joana wacho. Yohana anasema Iye niye pi. yeye ndio maji Maringima. ya uzima. Amumo. Yule ambaye anakunywa Kuingirio. hatakuwa na kiu. Nekeche Mungu. Sababu ya manunguniko Niyo Musa. inafanya Musa Bila generima. anakakuja na hasira, Maswado luanda kiri. anagonga mwamba maji. Jua. Hasira. Hadi Yesu. Bwana asifiwe. Nina nungu chachi. Unaona hii kunungunika kanisa Mithi ikoni. ambao unaenda nayo. Dogeno seta nile mira. Unaona imekataa, imekushinda kuomba kwa roho. Haki Yesu. Bwana asifiwe. Dogeno kanyo osega ta nile mira. Unaona imekushinda kuomba kwa roho. Sani okijale gale mira. Sasa huwezi omba kwa roho. Sami diga la michogi. Wakati unaomba kwa magoti. Weche ni baya. Maneno ambayo natupa tu Magrive. ya kisasi. Magrive. Ya kisasi. La magrive. Mambo ambayo anaenda kula tu. Boya. Ambayo anapiga upepo. Kimilongo nomo. Kitu kinachoitwa Usiku iwe. ilisha kutoka kuiba kwa roho. Kidogo masaliti. Yaani unabaki na mbona? Alpima. Ni kuiba kulinganisha. Haki Yesu. Bwana asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ndio kasa ndio mangeni lamu. Unaona kama sasa hivi wengi wanaomba. Unaona tu upenyo hakuna, upenyo hakuna. Aliye sami pako. Uhakika wakati na siku. Tubire kuchiruge. Hakuna upenyo. Nike chango. Kwa nini? Yinigini neno ga. Wewe kile unachoona. Nina ne moni gacha. Gani hii ndio. Hausikii mambo ya roho. Haleluya. Haleluya. Yinigini neno ga. Kile unachoona. Alingine moni kumena. Mimi ndiye nilifanya kuwe naanza. Bwana asifiwe. Mungu ni tofauti. Mungu ni tofauti. Na uwepo upako umetofautiana. Na nini imetofautisha upako? Roho ni upako ni tofauti. Ni jibu kile ambacho kimetofautisha upako. Mbona upako umetofautiana? Kuna kitu ambacho kinafika mahali. Bwana asifiwe. Unajua kweli kama tunaweza kufungua nafsi zetu. Alafu tutafute Mungu na nafsi moja. Paulo anasema. Alafu kila kitu ambacho unafanya. Msisemezane ama kunung'unika. Kwa nini mpigo unafanya kazi ya Mungu? Kama kazi kanisa inaweza kununua hiyo kweli. Maisha yetu tunaishi. Kama bado tuko ndani. Hatuishi sababu ya pesa. Hatuishi sababu ya pesa. Tunaishi Mungu sababu ya Mungu. Pia pata tukufu. Mwingine anatuzuia kufanya ishara na miujiza. Haleluya. Hata nyinyi hamtaingia. Sababu hamkunitumainia. Kanisa inafaa tumtumainie. Tukifungua nafsi zetu. Tumainia Mungu. Sasa inatoa kunung'unika. Unajua ukimtumainia Mungu utapata huna wakati wa kunung'unika. Sababu jana kumbe unaona tu mambo itakuwa sawa. Magonjwa yameingia, uponyaji upo. Hata kama itachelewa hii si itawezekana tu. Bwana asifiwe. Ndiko nasema. Hata sasa nyinyi sababu hamukunitumainia kutosha ili muonyeshe
wa Israeli, na ng'ama ler. mimi ni mtakatifu. Wazazi, Bwana asifiwe. Unajua kama tunaweza kutumainia Mungu ya kutosha, tunaweza ambia watoto wetu muishi sababu ya Mwenyezi Mungu. Achaneni na siasa, ishini maisha matakatifu. Mungu yupo anawasikia, atawasaidia na tadumu nani. Wakati umenyamaza ambao sasa huwezi ambia hata watoto ambao uko nao nyumbani. Hii inaleta shida, na hapo ndio shetani anaingilia hiyo njia. Hapo ndipo shetani anapitia, anaingia nao kwa familia yako. Kanisa, Mungu ni Mungu ambaye anayemaanisha. Wewe ndio unacheza. Haleluya. Mungu hana na wakati wa mchezo. Yeye anamaanisha shughuli. Bwana asifiwe. Haleluya. Angalia kile ambacho wale wanafanya kidogo tu. Sasa ile inafanya Musa hizi ingia kwa ile nchi ambayo Mungu aliahidi. Anasema sasa nyinyi hamwezi peleka hao, sababu nyinyi hamjanitumainia kutosha ili muweze kuonyesha hao. Unaona kanisa, tumtumainie Mungu, tutoke kwa manunguniko. Hii ni kitu haiwezi kusaidia. Bwana asifiwe. Hii inasababisha tuweze soma. Angalia. Waona? Unajua ndoa ambayo iko na manunguniko, hakuna maendeleo. Hii ujui. Bwana asifiwe. Utapata ndugu yako hapa ndani na anaishi na wewe nusu. Ni kama naona mke wake sasa rasmi ni kama anakuja. Sasa wewe anapitisha na wewe wakati. Wewe pia uko hapa. Pia unaona kama ni vyema. Inaonekana hapa mbele ni kama utatoka. Asikia? Si unaona sasa hii kitu inakuzuia kulima? Sasa watu wanalima. Na wewe unaona ni kama huko ndo unataka kutoka. Watu wanalima, mvua inanyesha, watu wanapanda. Wewe umetulia sababu nafsi yake inaona ni kama uko hapa na pia ni kama hauko. Sasa unaona hii kitu kidogo inataka kusababisha njaa ikuume msimu ujao. Hii ndio sababu njaa inauma wengi. Sababu kulikuja subuhi ya wewe mwanaume. Sababu manunguniko uko nayo nafsini. Sasa watu wakienda kazini, wewe umetulia. Uende ubaki, utoke ukae wote jua, miaka zaenda. Shati yetu itapanda kwako kweli. Itapatikana wapi? Na umekuwa na mawazo mara mbili. Kiroho Isa inafanyika. Ndiposa unaona kila mara watu ni vuguvugu. Mungu mtu hataki kutoka ati limaje wako. Anataki kuingia nimeingia kwa Mungu. Unaona tu kila mara watu ni vuguvugu. Sababu Mungu alikuwa anazunguka na wao. Kulikuwa na njia mkato. Na kati njia anazunguka na wao. Miaka 40. Jangwani wakizunguka. Ili awaone. Wale ambao wanadidimia watolewe nje. Bwana asifiwe. Kiroho hii ndio inafanyika. Haleluya. Bwana asifiwe. Unawaza sasa Yesu akishuka utachukuliwa. Bwana asifiwe. Ni jinsi nilikwambia ukienda nyumbani. Uliza yule mama ambaye anadumu akilia. Wapi maendeleo ambayo umeshafanya kwa hivyo? Hata kuka ionyeshe.
Duogo iwe roho. Rudi kwa roho. Ni sana ngo misa invest roho. Niambie nini ambacho ushaweka kwa roho? Okay, misa invest roho. Ambao ushayevuna kwa roho. Okay, malisia. Hakuna kitu ambacho unaonyesha. Ndio unakacha kama wao na Sara. Sababu unaona hiyo wokovu ni kama ni hasara. So Samina inagana na Sara mbinguni mbinguni. Wakati unaona ni hasara hapo ambapo upo vuguvugu. Tuibrania wacho. Waibrania wanasema. Oluorua. Tumezungukwa. Vijana. Na washuhudaji. Chaneno nini? Shuhudaji anakuona. Chaneno nini? Shahidi anakuona. Kakani rangi. Wakikuangalia. Ndio noka mache. Wanaona yule ndio yeye. Ndio matalo haya. Si yule nimemshinda. 14. Numbers. Hesabu 14 kubwa. Numbers 25. 25. Numbers 14:25. 14:25. Mano kinyaka uwichu mi uduogi e thim kuluwo yo ma ochomo na makwar. Ruoth Nyasaye nowacho ni Musa gi Harun niya, asewinjo ka jo-Israel luorona. Anyalo ng'wono ni oganda marachni nyaka karang'o. Wachnigi ni awacho kakwong'ora ni kata antie abiro chopo mana weche ma asewinjo kuwacho. Ng'ato ka ng'ato kuomu ma nyinge nondiki e kweno cha chakre jahigni 20 kadhi nyime, chokene biro dong' e thimni nikech useng'urna. Amina. Nyasaye loso gi Musa kod Harun. Mungu anaongea na Musa na Harun. Kwan 14:25. Hesabu 14:25. Owacho ni kuom mano kiny lokri. Anasema kwa hivyo kesho mtubu. Mugeuke. Upaki Yesu. Wanasifiwe. Kaudo iyo mchomoti. Amba mukirejea kwa njia ambayo inalenga jangwa. Haleluya. Hiyo ni jogi nediga. Unajua hawa walikuwa wanaenda. Tukitopia point Nyasaye watu ni king. Wakafika kwa hatua ambayo Mungu amesema kesho. Karthi. Badala ya kuenda lokri. Badilikeni. Amina. Amina. Ineno church. Waona kanisa. Kinde mawanti. Wakati ambaye tupo Kinde manyaka kama tano. Ni wakati ambaye inatakikana tujihadhari sana. Pastor siko na ndio kinde makuru tofauti. Mchungaji huwa anatangaza kila mara kurudi kwake Bwana wetu Yesu Kristo amekawia karibu. Anarudi kunyakua kanisa uliomarika, uliokomaa. Tungalipo njiani hatujafika. Bado tunaenda hatujaingia. Bwana sifiwe sana. Unajua kwetu sisi kwenda kuingia ni tu kama Mungu ndiye atakuwa anatuongoza. Waisraeli hawakujua njia ya kupitia, ila tu Mungu ndiye alikuwa anawaongoza. Andiko linasema akamwambia Mose, kesho waambie ili wageuke warudi kwa njia inayoelekea jangwani. Ijapokuwa walielekea mahali walikuwa wanaenda. Na Mungu anasema kwa maana wamenung'unika. Waambie wageuke. Warudi nyuma. Wanasifiwe. Naona kanisa. Waweza kuwa wale ambao wameokoka kweli. Ila tu kuna hali ya kukua kiroho.
ambapo Mungu anatarajia kuinua mtu akiwa kuna kila aina ya nyanja ambayo Mungu anataka lakini wakati zingine badala kukuinua unajipata unarudishwa chini. Ni kwa nini? Wewe ni mtu wa kunung'unika. Anasema ili kesho wageuke. Inamaanisha safari ya kwenda mbele sasa imesimamishwa. Sasa safari imegeuza. Watu wanaelekea jangwani. Ni kwa maana walinung'unika. Wanasifiwe. Unajua unaweza ngojea Mungu afanye kitu. Biblia anasema hivi karibuni Mungu anaenda kutenda. Unajua kabla ya Mungu kufanya kitu ambapo kinawezekana. Ili ambapo alikuwa anaenda kufanya. Nikaweza kugeuza sisi za akasema waeleze. Kesho wageuke. Inamaanisha kiroho. Kinamaanisha kwa kiroho inazubaa. Anatumaishwa. Amen. Unaona kunung'unika ni kizuizi. Instead of badala ya kupata neema, kunung'unika itakuwa kizuizi. Kunung'unika ndio kitu ambapo shetani anaitumia ili kaweza kuelewa, ili kaweza kukuingilia, akaweza kukushtaki mbele za Mungu. Kunung'unika ndio kitu shetani anatumia ili akaweza kuua imani. Amina. Unaona kanisa, kama tunanung'unika mbele za Mungu, tunafanya Mungu anaghadhabika. Tunaponung'unika mbele za Mungu na neema haipo, tunaponung'unika na baraka haishuki. Tunaponung'unika roho hapati nafasi. Tunaponung'unika mbele za Mungu hatukui kiroho. Tunaponung'unika mbele za Mungu hakuna neema ambapo mtu anaweza pata. Kwa maana ndiko linasema mimi ndimi Mungu awezaye vitu vyote. Bwana sifiwe. Unajua ukiangalia safari ya Waisraeli utapata walipofika bahari ya Shamu na bahari ikapeana njia, alafu wakatembea nchi kavu. Bwana sifiwe. Hiyo ni ishara ya ajabu inayotosha kutosha kwao kudhihirisha utukufu, nguvu na uwezo ya Mungu wa mbinguni. Bwana sifiwe. Unaona watu wakigonga na gari barabarani na wewe unaenda unarudi. Sio wewe ni mwerevu sana. Unachojua hakuna. Ama unajua nini? Bwana sifiwe. Wajua vile unapumua? Si wewe wajipata tu unapumua. Mungu anakutendea neema. Kwa nini hatumtumaini Mungu? Kwa nini hatushiki Mungu? Nini natuzuia kumkwambia Mungu? Kwa nini hatuwachi kunung'unika? Na turidhike, tutosheke kwa hatua ambayo tupo. Ili kila kitu kinachofanyika tuseme tu amen. Ili Roho Mtakatifu na apate tu nafasi.